waliitisha mikutano miwili kati miwili mitatu, wakauliza wananchi kwamba maeneo haya tunapima kama maeneo ya madini au kama maeneo ya viwanja. Wananchi walikiri kwa kauli zao, kwa majina yao na saini na namba za simu kwamba wanahitaji wapimiwe viwanja. Wakati huo ulikuwa uongozi wa aina mbili. Ulikuwa viongozi kutoka Dodoma, watu wa ardhi, pamoja na uongozi wa manispaa na uongozi kutoka ofisi ya mkoa, kamishna wa ardhi mkoa. Baada ya hapo watu walianza mchakato wa upimaji. Eneo hili lilirasimishwa 2000 na tulianza utambuzi kwa kupitia mradi wa Land Tenure, ambapo tulikuja tukafanya utambuzi wa viwanja 254, lakini kutokana na athari za kimazingira na watu tulikubaliana nao waweze kuacha uchimbaji ili maeneo haya yaendelee kubaki kuwa salama kwa makazi. Kwa hiyo zoezi hilo liliendelea na tukatambua, ndo tukapata idadi ya hivyo viwanja. Baadaye sasa, kutokana na hali ya mvua ilivyokuwa inanyesha, ile zoezi la upandaji wa beacon liliweza kushindikana. Mimi ushauri wangu kwa upande wa serikali, kwa kuwa maeneo ya shule yametambulika huku, maeneo ya zahanati yametambulika huku, sawa, ningeomba uchimbaji wa tofali usitishwe, kwa sababu unatupa athari kubwa sana. Hata watoto wanaoishi huku maeneo ya Kigamboni B, mvua inapokuwa imenyesha hawana uwezo wa kwenda shule kwa muda hata wa siku 3 mpaka maji yapungue, na ikinyesha wakiwa shule wazazi wao wanalazimika kuvuka mto na kwenda kuwasubiri au wavushe kwa kubeba mgongoni. Kwa hiyo ningeomba serikali itusaidie kutengeneza mfumo mzuri ule ambao uliovurugwa na wafyatu wa tofali, watutengenezee mfereji, watuwekee makaravati ili watoto wetu waweze kuvuka kwa urahisi wakati wa kwenda shule kabla hawajajenga shule maeneo yetu haya. Kwa mujibu wa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri wa manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, maeneo haya sio machimbo, na kama ambavyo wananchi wamekuwa wakilalamika, yanasababisha athari kubwa sana, hasa wakati wa mafuriko, hasa wakati wa mvua kubwa. Na inafahamika wazi kwamba serikali inatumia fedha nyingi kwenye kugharamia afya za Watanzania, lakini maeneo haya ni hatarishi kwa kuwa endapo utatokea mlipuko wa kipindupindu, wananchi wa maeneo haya watashikwa na adha kubwa ya maradhi ya namna hiyo. Lakini kwa kuwa mashimo haya, na sasa sio kipindi cha mvua, mashimo haya yamekuwa yakikaa muda mrefu na ikiwezekana mwaka mzima bila ya kukauka kutokana na kusababishwa na uchimbaji. Hii ina maana kwamba maeneo haya ipo siku makazi haya yote yataathiriwa. Na kama ambavyo inasemekana, watoto katika kipindi cha mvua wanashindwa hata kwenda shuleni kwa sababu ya wingi wa madimbwi katika maeneo haya, kama ambavyo umejionea kwenye maeneo haya kulivyo. Kwa maana hiyo, pamoja na kwamba mkuu wa wilaya aliyepita alishawahi kuzuia kuchimba maeneo haya na wananchi wameendelea kukaidi kwa kuchimba, leo nimekuja kutoa maelekezo ya mwisho kwamba ni marufuku kuchimba maeneo haya, na yeyote ambaye atashiriki kwenye uchimbaji kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, sheria itachukua mkondo wake. Hakuna kiongozi yote anaweza kukubali hali hii ambayo inaendelea kwenye eneo hili, na kwa maana hiyo ninawaasa wale wote wanaochimba katika maeneo haya kwa maslahi yao binafsi bila ya kuangalia athari za kimazingira na wananchi wengi ambao katika eneo hili. Nataka niwaambie wananchi wanaoishi huku, wanafunzi pamoja na wananchi wengine ambao ni wakazi wa huku, ni muhimu zaidi kuliko matofali. Lakini hapa Kigoma yapo maeneo ambayo yanaweza kuchimbwa kama maeneo ya Simbo, Mungonya, wakachimbe kule ambako ni nje ya mji. Hapa ni manispaa. Hapa tunapanga mji. Manispaa hatuwezi kuwa tuna shimo la kuchimba tofali kila kona. Haiwezekani. Kama mlivyoona, hakuna hata barabara ya kuingia huku inayoweza kujengwa kwa sababu ya mashimo, watu wanachimba mpaka pembezoni mwa barabara. Hii ina maana kwamba baada ya muda, manake hata njia ya miguu ya kuja huku haitapatikana. Na kwa maana hiyo naendelea kusisitiza, sitambui uwepo wa kikundi cha
watu wanaojiita wachimba tofali. Sitambui uwepo wa kikundi hicho, sitambui uwepo wa mwenyekiti wa kikundi hicho. Sana sana natambua uwepo wa kikundi cha waharibifu wa mazingira. Na kwa maana hiyo, kama wanataka maeneo haya yawe machimbo, utaratibu upo. Halmashauri inaweza ikaondoa makazi katika maeneo haya, wao wakawalipa fidia na wakachimba. Hilo ni kitu cha kawaida tu, lakini sio kwa utaratibu wa sasa hivi wa mtu kununua eneo na kugeuza kuwa machimbo. Huu ni ukatili kama ukatili mwingine wa kuhakikisha kwamba wananchi hawa hawaishi kwa amani katika maeneo haya. Haiwezekani una nyumba mita 2 kuna shimo,